Mtazamaji wa Bundala TV, niko hapa katika saluni ya kike ambayo unaweza kashangaa kidogo. Tumezoea saluni za kike tunakutana na wasusi wa kike, lakini hii iko tofauti kidogo. Mwenye saluni hii anaitwa Lucas, ambapo saluni yenyewe sasa inaitwa Lucas Dreadlocks. Ni mwanaume huyu, lakini bado anasuka vizuri, na wamama pamoja na wadada wanatoka vizuri kabisa. Saluni hii anayesuka ni mwanaume, lakini anasuka hasa nywele hizi za dread kwa maana ya ras, na anawatoa vizuri kama unavyoona wamama hapo, foleni ya kutosha mpaka inasogea barabarani, lakini wamama wanatoka vizuri kabisa, na akitoka lazima aulizwe amesuka wapi. Tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu. Kwa nini saluni ya kike na ni wa kiume? Moja kwa moja ajitambulishe majina yake, lakini pia kwa nini saluni ya kike na kwa nini hakupendelea saluni ya kunyoa ama kushave kama tulivyozoea kuona wanaume wakifungua saluni, wanafungua saluni za kiume, lakini yeye akaenda tofauti. Habari yako? Salama. Majina yako kwa ajili ya mtazamaji? Naitwa Lucas Dreadlocks. Kwa jina la saluni, jina la ofisi ni Lucas Dreadlocks Beauty Salon. Napatikana hapa Nazareti, kanda wa sokoni kabisa, nilipo ofisi. Asante. Lakini kwa nini saluni ya kike? Nimependelea, ni maamuzi. Kazi sasa hivi hamna haja ya kubagua kazi, kwa sababu nimeamua kubadilisha aina ya kazi na kuingia kwenye mambo ya urembo yanayohusiana na kina mama. Nimeamua kufungua saluni ya kike ambayo inahusiana na urembo kama hivi. Ndio huduma nayoitoa. Asante. Pengine tunajua kwamba soko la ajira hapa nchini Tanzania kwa ujumla imekuwa kama kuna shida kidogo. Na tunatambua kwamba ulipofungua saluni hii ya kike kuna vijana pengine uliajiri kwa maana ya na wenyewe wamepata fursa kupitia hii saluni. Umeajiri watu wangapi pengine kwenye saluni hii? Kwa upande wa saluni hii nimeajiri watu wawili, wa kike na wa kiume. Ni muda gani tangu tangu umefungua hii saluni? Ni muda kidogo, sasa hivi naenda ni mwaka wa 4. Mwaka wa 4 natoa hii huduma. Kwenye kila kazi huwa kuna faida. Pengine kuna faida ipi ambayo umeipata kwa maana ya maendeleo ya familia na ya familia kwa ujumla? Ndio, maendeleo yapo na ndio maana naelekea kufanya hii kazi, kwa sababu naona maendeleo yapo, siwezi kuiacha. Kwa hiyo naona kabisa utofauti wa kazi yangu upo na maisha yangu yanabadilika. Ndio maana naendelea kuifanya hii kazi. Ni sawa. Pengine kwenye faida pia kuna changamoto. Ni changamoto zipi ambazo unazipitia ukiwa unafanya kazi hii kwa maana ya saluni ya kike? Changamoto tunazozipitia zipo nyingi, lakini zote nazihimili kwa sababu ni kitu ambacho nimekitilia nia na moyo, na kitu ambacho nimekipenda kutoka rohoni mwangu. Kwa hiyo zote changamoto zinaponitokea nazimudu, napiga moyo konde, safari ya maisha yangu iendelee. Tunatambua saluni hii ni ya kike na wewe ni wa kiume, na kuna mabinti ambao wanakuja kusuka, kuna wake za watu wanakuja. Mwanamke amekuja labda muda wa saa 6 mchana, lakini kutokana na foleni anaweza kuondoka saa 3 za usiku, saa 4. Pengine hujawahi kukutana na changamoto za waume zao? Kwa baadhi labda anaenda kueleza mama kwamba nimechelewa, niko kwenye foleni, na asieleweke kwa mume wake. Kwa hayo masaa, kwa upande inategemea na aina ya kazi yake aliyokuja kuhudumiwa, ndio inaweza ikamtoa masaa yameenda sana, au kazi ikawa ni kubwa au ndogo. Kazi yake kama ni kubwa sana ndio inapelekea kutoka muda ambao umeenda, kama vile anaweza akaja saa 6 akatoka saa 10, jambo ambalo linatokea. Lakini kwa kazi hizi zingine za kulipea tu ya nywele yenyewe inatokea, inachukua kama masaa 3 hadi 4. Yenyewe ni masaa machache sana, kutokana na kazi yenyewe huwa inahitaji umakini sana na inachukua muda. Pengine hujawahi kukutana na changamoto kama hizo za wanaume pengine hawasielewe kwamba ameenda kusuka? Nakumbuka kwanza ameenda kusuka kwa mwanaume,
Haujawahi kukutana na changamoto kwa baadhi ya wanaume pengine wasikuamini kwa sababu wamekuja wake zao kusuka? Kwa upande wangu mimi sijawahi kupokeaga mteja labda amerudi nyumbani amepigwa na mume wake. Sijawahi kusikia. Kwa mimi ninavyoona wengi wanaokuja hapa wanakuwa tayari wana taarifa kwa mume zao. Na sijawahi kuonaga mteja kusikia kapigwa au mume wake kamfuata hapa kampigia hapa ofisini. Kwa hilo sijawahi kupata hiyo changamoto anaona hiyo. Okay, sawa. Pengine tunatambua kwamba baadhi ya vijana wanabagua kazi, lakini wewe hilo haukujali. Nini sasa unawaambia wale vijana ambao wanabagua kazi kwamba hii ni ya kike, hii ni ya kiume? Unawashauri nini ili waweze kufanya kila ambacho wanatarajia kiwaletee kipato bila kuangalia kwamba hiki yeye ni jinsia gani? Ninachowaambia kwa kwamba wasibague kazi, kwa sababu hata ungekuwa umesoma umeweka degree kichwani. Wapo ambao mimi nimesoma nao, wengine wana kazi na wengine hawana kazi mpaka dakika hii. Na wana degree, wengine wana diploma, wengine wamesoma mpaka labda kuishia form 4. Lakini kazi inatokea, ni mipango ya Mungu. Unaweza ukapata kazi au ukakosa kazi, lakini kikubwa upate chochote ambacho unaweza kuleta mabadiliko katika maisha yako. Na kingine kinachotakiwa, usibague kazi. Ukiona hiki hapa kinakufaa, basi unaendelea nacho, kwa sababu kama mimi hapa nimesoma, hii kazi soma nimeisomea. Ni tofauti kabisa na kazi ambayo nimeisomea. Vyeti viko ndani, lakini mtu hawezi kujua. Umeona, lakini nimejitoa kwenye ile kazi ambayo niliyosomea, leo inafanya hii kazi. Umeona, na sasa hivi huwezi ukaniambia kwamba hivi niende nikafanya hiyo kazi. Labda naweza nikaenda kufanya kama nafasi zitatokea, lakini mimi kwa sasa hivi moyo wangu nimeamua kupumzika kwanza na harakati zote za mambo ya apply kazi. Nimeamua kupumzisha kwanza kwa sababu nishafanya kazi. Sio kwamba sijawahi kufanya kazi, ila nishawahi kufanya kazi na nikaajiriwa na serikali. Nimefanya kazi miaka 8, nimeanza Mwanza nikahamishiwa Morogoro. Kwa hiyo siwezi kulaumu sana, ni kazi ambazo nilikuwa zenye mkataba. Kwa sasa hivi nimeamua kupumzika kwanza. Okay, umesema kwamba unafanya kazi ambayo tofauti na ulichosomea. Pengine ni kipi ambacho ulisomea, ili vijana ambao wanabagua kazi na wanadhani kwamba elimu yao ambao wamesomea ndio pekee inaweza kuwakwamua kimaisha? Yaani kwa upande wa kazi, kila mmoja tunasema ni riziki. Ujue unaweza ukawa umesoma, kupata kazi ni riziki, mpango ya Mungu. Umeona? Unaweza ukakaa miaka 5, miaka 7, miaka mpaka 10, kutokana na vitengo vya kazi ambavyo ulivyosemea, unaujikuta hawachukuliwi kwa wakati. Unaona, kazi inatokea, kwa mfano yenye diploma inatokea kazi labda ya walimu, nimesomea watu 100, nafasi zinatakiwa watu 50. Sasa watu 50 ni wachache sana. Umeona? Kwa hiyo kwa mimi binafsi tu nisharidhika na kazi yangu. Kubwa tu wao wasibague kazi. Hata kama ni kulima, tunapiga kazi za kulima. Tunapiga kazi za kulima. Vijana naambiwa msibague kazi. Inawezekana una degree ya walimu, una degree ya kazi yote ambayo umesomea, kwa maana ya kozi yoyote ambayo umesomea, lakini kuna kitu ambacho kinakuja kichwani tofauti na ulichosomea. Hebu jaribu kukifanya. Lucas alikataa hilo. Amesoma, kaweka vyeti ndani, lakini akaona saluni ndio kitu pekee ambacho kitamuingizia kipato kwake yeye, lakini pia kwa familia yake. Nini moja kwa moja kwa kijana ambaye amepata ajira hapa kwa Lucas, wa kiume kama ulivyosikia kwamba wameajiriwa, kuna kiume na kike. Bahati mbaya wa kike hajafika. Salamu. Majina yako tafadhali? Jina langu naitwa Konde Boy. Kwa jina langu ambalo maarufu nimefahamika hapa Nazareti. Anaitwa Konde Boy. Jina la kazi. Nini matarajio yako baada ya ajira hii kuleta matunda zaidi? Una ndoto ya kujitegemea kuwa na saluni yako, ama hii inakutosha? Hapana, na mimi napambana. Okay. Nijue kama yeye, afu mwisho wa siku Mungu akibariki nikapata cha kwangu, nijiajiri na mimi mwenyewe kupitia saluni ya Ruka. Okay, hongera sana. Na mtazamaji wa Bundala TV, na hamia kwa dada ambaye amekuja hapa kwa ajili ya
kupata huduma ama kwa ajili ya kusuka nywele hapa saluni ya Lucas. Habari yako dada? Salama. Unajisikiaje? Vizuri. Naona unaonekana kupendeza kabla ya kusukwa. Asante. Unazungumziaje huduma za hapa saluni ya Lucas? Huduma za Lucas ni nzuri kwa kweli, na sio mara yangu ya kwanza kupata huduma mahali hapa, ni mara nyingi tu. Kwa huduma ni nzuri sana. Pengine unazungumziaje pengine muda wa umefika hapa labda saa 2 asubuhi? Yaani foleni inafuatwa kama inavyotakiwa, ama kwa ikija labda mtu amependeza sana anaanziwa, mwingine anarukwa, foleni inazingatiwa? Kwa mimi ninachojua, foleni waga inazingatiwa. Aliyewahi ndio anayetangulia na anapata huduma, kisha aliyefuata baada ya huyo anaendelea. Sijawahi kuona huduma za upendeleo hapa tangu kuja kwangu. Kuna baadhi ya wanaume ambao wanakuwa na wasiwasi, hasa mtu wa huduma hii kwa maana ya msusi anapokuwa ni wa kiume. Unawaambia nini wale wababa kuwatoa hofu ili wao wanaruhusu wake zao kuja kufanyiwa huduma hii na Lucas? Kwa sasa kazi ya urembo kufanya mwanaume sio kitu cha ajabu, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo wababa, wanaume wenye wake zao wasiwe na hofu kuwaruhusu wake zao kuja kupata huduma au kwenda kupata huduma sehemu nyingine yoyote ambayo anatoa mwanaume. Ni kitu cha kawaida, ni kitu cha kawaida sana kwa sasa. Kwa hiyo haina mashaka wala haina hofu yoyote. Lucas anadili na mambo ya dread. Ni dreadlocks peke yake, hadili na kusuka nywele zingine za kawaida. Kwa saluni yake imespecialize zaidi kwenye mambo ya dreadlock. Na ni mara chache sana kukuta saluni ya dreadlock inamilikiwa na mdada. Huduma ni nzuri na ni bora, ndio maana tunazifuata. Ni upi utofauti wa huduma za saluni za kike na saluni hii ya Lucas? Kwa nini umetokea wapi dada? Umetoka Meti. Kwa umetoka Meti, umevuka saluni nyingi njiani. Kwa nini kwa Lucas? Unafuata ubora. Yaani ubora ndio unakusababisha utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutengeneza nywele. Sawa. Na umesema umefuata ubora, kwamba saluni zote za njiani hazina ubora. Yaani unafuata style, mtu anayejua kufunga style vizuri. Okay. Maana sehemu nyingine unaweza ukaenda ukaharibu hela yako na hela yenyewe kupata ni ngumu. Kwa hiyo unafuata sehemu ambayo anakufunga vizuri, nywele inakaa inatulia. Sawa. Pengine unawaambia nini wanaume ambao hawaamini kwamba wanaume wanaweza kusuka nywele? Wanakuwa na wasiwasi kwamba mke wake kusukwa na mwanaume, yani anakuwa na mashaka. Unawaambia nini ili watoe hiyo hofu? Hao wanakuwa hawajiamini na ni wivu unawasumbua. Lakini ukijiamini ni huduma tu kama anazotoa mtu yoyote. Mtazamaji wa Bundala TV, niko hapa katika saluni ya Lucas Dreadlocks. Nikiripoti kutoka hapa katika saluni hii ya Lucas Dreadlocks, hapa karibu na soko la Nazareti, manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma. Jina langu ni Elizabeth Mwigulu.